Karibu sana katika somo la leo. Mimi ndimi Pastor Oswadi au Pastor O. Nina ujumbe muhimu sana kwa ajili yako unaosema usikate tamaa. Na kabla sijaendelea sana, naomba tumkaribishe Mungu, tuombe, kisha tutaendelea na somo letu. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru Mungu kwa sababu umetusaidia kufika mahali hapa. Wewe ulisema kwamba tusilie kwa sababu wewe hujatuacha. Unatupenda sana na upo karibu nasi. Upo tayari kutuponya magonjwa yetu, madhaifu yetu na kutusamehe dhambi zetu. Namleta msikilizaji mikononi mwako katika wakati huu. Anakuhitaji sana zaidi ya jana. Ukapate kumuinua tena, ukapate kumsaidia tena, ukamwonyeshe njia, ukafute machozi yake kwa kila jambo ambalo linamfanya kumuumiza. Na katika somo la leo, Roho wako Mtakatifu akapate kuleta nguvu ya uponyaji, nguvu ya mibaraka, nguvu ya kila kitu ambacho mtoto wako anahitaji katika moyo wake. Kwa jina la Yesu, amina. Rafiki, najua ulianza safari yako kwa nguvu sana, kwa kutumaini sana kwamba utafika mwishoni. Pengine uliomba sana muda mrefu. Ulitumainia majibu utapata, lakini majibu mpaka leo hayajapatikana. Pengine ulimpenda sana au ulipenda sana, lakini na uliweka tumaini fulani kubwa sana kwamba ndivyo ilivyo, lakini matokeo yake yalikuja kuwa usaliti, maumivu ya moyo ya ndani, machozi. Na wakati mwingine pengine ulisubiri sana kwa muda mrefu. Ulijitahidi kusubiri kicho kitu. Ulisubiri muujiza wako, ulisubiri maumivu yako ya mwili yaishe kwa muda mrefu, lakini haikuwa hivyo. Ulijitahidi sana, lakini haikuwa hivyo. Imefikia hatua unakosa tena nguvu ya kuendelea. Inafikia hatua unakosa hata ile nguvu ya kufumba macho kumwomba Mungu, kwa sababu umeomba muda mrefu. Kila unaloliomba ni kama vile Mungu halisikii. Unaona wenzako wanafanyiwa, wananunua magari, wanajenga majumba, wana biashara kubwa, wana maisha bora, lakini wewe ni wa vile vile. Mwaka jana, mwaka juzi na hata mwaka huu ni hatua ndogo sana umepiga. Ile maombi makubwa Mungu hakujibu. Imefikia hatua unakata tamaa tena, huwezi kuomba. Na ile ahadi haitokei tena. Badala ya kukupenda, inaonekana anazidi kukuchukia siku baada ya siku. Anazidi kukusaliti. Maumivu unazidi kuyapata kama mshale unaochoma katika moyo. Na imefikia hatua sasa ni kama vile unakata tamaa. Unaona ni bora usimame, usiendelee na safari tena, kuliko kuendelea kuvumilia maumivu, aibu, vicheko na fedheha. Moyo unasema basi tena, wacha niishie hapa hapa. Moyo unasema siwezi vumilia kuendelea kulia na kuumia kila siku. Inafikia hatua umepigwa kama vile ni ganzi, unashindwa kuendelea, ukanyaga barabara, unaona ni kama vile safari ni ndefu sana, isiyo na matumaini. Rafiki yangu, leo na ujumbe mzuri sana kwa ajili yako. Usifikie hatua ya kuamua kujinyonga. Usifikie hatua ya kukaa chini na kushindwa hata kusimama na kuendelea na safari. Usilie tena rafiki yangu, Mungu bado anakupenda, Mungu hajakuacha. Ninajua wanakuchukia sana kwa sababu ya kitu fulani cha thamani ambacho Mungu amekiweka ndani yako, kama joho la Yusufu. Ninatambua kwamba
wanachukia hata kukuona, wamekufukuza. Ni kama vile marafiki zako wote wamekukimbia kwa sababu ya uhitaji wako. Unakaa mwenyewe chumbani ukiwa unalia, machozi yanakutoka. Unakosa hata nguvu ya kuomba kwa sababu Mungu ameshindwa kujibu kwa muda mrefu. Usikate tamaa. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili 4:8, Mungu mwenyewe anasema, pande zote tuadhikika, bali hatusongwi, twaona shaka, bali hatukati tamaa. Wow! Ni kweli tupo katika dhiki, ni kweli unapitia maumivu, ni kweli safari inaonekana ni ngumu, ni kweli inaonekana ni kama vile giza linazidi kutanda njia yako, ni kama vile ahadi zote zinazimika, wanakuchukia, wanaokupenda tena hawakupendi, hawakupigi simu. Inaonekana ni kana kwamba safari yako ni ya bahati mbaya. Lakini hizo dhiki ambazo unazipitia, hayo maumivu, simanzi ambazo unazipitia sasa hivi rafiki, ni za muda sana, ni za muda tu. Hautakiwi kukata tamaa. Katika kitabu cha Zaburi 34:18, sikia Bwana anavyosema. Anasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Kadri unavyozidi kukata tamaa sana, kumbe Mungu ndivyo anavyozidi kukusogelea sana. Kumbe shida zinapozidi sana, shida zako zinapozidi sana, jua msaada upo karibu sana. Maumivu yanapozidi sana moyoni mwako, ndani ya moyo ambapo mwanadamu hawezi kuona, rafiki yako hawezi kuona, anaona tabasamu kwa nje, lakini ndani moyo umechomwa na kujeruhiwa, umekata tamaa. Maumivu yanapozidi sana, jua dawa ya kuondoa maumivu hayo imekaribia. Uchungu unapozidi sana, jua utamu na furaha vipo karibu. Biblia inasema kwamba usiku unavyoendelea sana, jua mapambazuko ya alfajiri, asubuhi njema vimekaribia sana. Machozi yanavyozidi kutoka machoni kwako, jua furaha na tumaini jema lipo karibu sana. Usikate tamaa. Bwana yuko karibu nawe. Bwana yuko karibu nawe kukutia nguvu, kukuwezesha tena. Umetoka mbali sana, safari umetoka mbali sana. Umevumilia mengi sana, usikate tamaa. Ni bado kitambo tu kidogo. Jitahidi tena, amka tena, pambana tena. Vaa tena, piga simu tena. Nenda tena, rudia tena. Furaha yako, mafanikio yako, jibu la ombi lako lipo karibu, limefika tayari. Kadri unavyozidi kuchoka sana, ndivyo ambavyo jibu la ombi lako, mafanikio yako, furaha yako inazidi kukaribia zaidi. Mungu anasema yuko karibu na wewe sana. Yupo karibu na wote wanaovunjika moyo. Karibu sana, hajatuacha. Sasa kwa nini unataka kujinyonga? Kwa nini unataka maisha yako yaishie njiani na wakati umekaribia mwisho wa safari yako? Maumivu yako yamekaribia kufutwa kabisa na ibaki historia. Umaskini wako umekaribia kufutwa kabisa, ibaki historia. Unakata tamaa ya nini? Mungu bado anakupenda. Umekaribia mwisho kabisa. Kwa nini unataka usimame, usiendelee na safari? Amka tena, hebu pambana tena, jaribu tena, gonga tena, fungua tena, angalia tena. Awamu hii Mungu atakuonyesha tabasamu. Awamu hii Mungu atafuta machozi. Awamu hii ndio zamu yako. Jaribu tena, ndio zamu yako sasa. Usikate tamaa, maana Mungu bado anakupenda. Rafiki, usije ukaachilia, usije ukakimbia. Usije ukadhani kwamba wewe ni wa bahati mbaya.
furaha yako, kukoma kwa maumivu yako kumefika. Na mimi katika wakati huu nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Mungu afanye kitu katika maisha yako. Unaweza ukatamka jambo lolote moyoni mwako ambalo umelikatia tamaa kwa muda mrefu na unatamani Mungu afanye jambo. Nami nitaomba kwa ajili yako katika wakati huu, na Mungu atakupatia nguvu, atakupatia nafasi kubwa zaidi ya mafanikio. Baba yetu wa mbinguni, namleta msikilizaji huyu mikononi mwako na mtazamaji huyu. Ana jambo lake la muda mrefu. Baba, mtendee katika siku ya leo, akaone utukufu wako na ashangilie namna ambavyo Mungu umemtendea. Msamehe dhambi zake, kwa sababu kwako Bwana hakuna kinachoshindikana, hakuna gumu linaloshindikana kwako. Muinue tena, umponye tena, ukamfungulie milango, akaone kwa macho, akafurahi na kuitukuza jina lako. Nami nakuja mbele zako nikiamini yote umeachilia katika mikono yake. Kwa jina la Yesu naomba, amina.